Karibu sana mdau wangu, ninapambana sana kukuletea burudani hii ili uweze kurefresh fuvu pamoja na ubongo. Basi usiache kulike video yetu na kisha kusubscribe katika channel yetu. Mnamo mwaka 1127 BK mpambanaji alizikwa huko Uingereza na kitu cha ajabu chekundu katika kaburi lake. Katika wakati wa sasa, ujenzi wa mfumo mpya wa usafiri wa chini ya ardhi ukiendelea, kaburi la chini ya ardhi linagunduliwa kukiwa na mabaki mengi ya wapiganaji. Makaburi mengine yako chini ya maji. Wataalamu wanaamini kwamba hawa ndio magwiji walioishambulia Misri wakiwa njiani kuelekea Uingereza. Dr. Henry anafika katika eneo la tukio na kuchukua kazi hiyo. Inafichuka kuwa ugunduzi huu wa kiarkeolojia una siri ambayo Dr. Henry amekuwa akitaka kuufichua kwa muda mrefu, siri ya Princess Amenet. Princess Amenet alikuwa ni binti wa farao katika Misri ya kati. Alikuwa ni mrembo, mkali na katili kinoma. Alipaswa kulisi ufalme wa baba yake na kuabudiwa kama mungu. Walakini kabla ya yote hayo kutukia, farao aliweza kupata mtoto wa kiume na kusababisha mabadiliko katika mstari wa ulisi. Amenet alihisi kusalitiwa na ili kulipiza kisasi kwa familia yake alifanya mapatano na Seti ambaye ni mungu wa kike na kifo. Seti alimpa uwezo wa kuua familia yake na kulipiza kisasi. Kama malipo kwa Seti atamsaidia kumweka huru ili awe katika ulimwengu wa wanadamu na anayeweza kufa, na kwa pamoja wangeweza kulipiza kisasi katika ulimwengu. Hata hivyo, kabla Amenet hajatimiza sehemu yake ya mpango huo, alitekwa na makuhani wa Misri na kuzikwa akiwa hai kwa ajili ya dhambi zake. Makuhani waliweza kumzika mahali fulani mbali na Misri. Katika Iraki ya sasa, Sergeant wa jeshi la Marekani Nick Morton na Corporal Chris wanaenda kuchunguza katika eneo ambalo Princess Amenet alizikwa. Dr. Henry amewalipa kwa kazi hiyo. Kazi hiyo haiko katika vitabu na eneo limejaa askari wengi waasi, jambo ambalo lilimfanya Chris kusita kwenda. Nick anamlazimisha kwenda naye pamoja. Wawili hao wananaswa na kuanza kushambuliwa vikali. Waliamua kuitisha shambulizi za anga ili kuwafanya waasi hao watawanyike. Shambulizi hilo la anga lilifichua kaburi la Amenet na Nick kidogo anguke ndani yake. Kisha mkuu wa Nick na Chris, Kanali Greenway, alifika katika eneo la tukio. Mkuu huyo alizani Nick na Chris wanatumia jeshi kufanya biashara zao binafsi na kuiba vitu vya kale na kwenda kuviuza katika soko la biashara. Wawili hao wanakanusha shtaka hilo na kusema kwamba walifika katika eneo hili kwa sababu walikuwa na sababu za kuaminika waasi hao walikuwa kiwatishia wanakijiji. Wakati huo mwana arkeolojia aliajiriwa na jeshi aitwaye Jane anafika na kumpiga kofi Nick. Anasema alilala na Nick siku chache zilizopita mjini Bangladesh na Nick akamuibia ramani yake. Anaona shimo alizini na kushtuka kwa sababu kaburi hilo linaonekana kuwa ni la Misri, jambo ambalo halina maana kwake kwa kuwa wako katika nchi ya Uajemi. Anamwambia Greenway kuwa ni kazi yake kutafuta vitu vya asili vya thamani ambavyo vinaweza kuwa na thamani ya mabilioni. Kwa hiyo anatakiwa kuingia ndani ya shimo hilo. Greenway anamwamuru Nick pamoja na Chris waende pamoja naye. Anawaonya wote kwamba hawataki kukaa huko kwa zaidi ya masaa mawili. Nick, Chris pamoja na Jane wanaingia katika kaburi hilo. Nick anagundua kwamba zebaki inadondoka kutoka katika dari ya chumba. Jane anaeleza kwamba Wamisri waliamini kwamba iliwazuia pepo wachafu. Wanafuata mfumo wa mifereji ya zebaki na kufika katika chumba cha pili ambapo Jane anafanya uchunguzi huku Chris akiiba vitu vya thamani kutoka katika moja ya maiti. Jane anabaini kwamba sanamu zinazolinda zimetazamana kuelekea dimbwi la zebaki na hayuko mbali nazo. Anahitimisha kwa kusema kwamba hili sio kaburi bali ni gereza. Anasema minyororo inayoelekea katika dimbwi hilo la zebaki si ya kumvuta mtu yoyote bali ni ya kumshikilia mtu chini ya ardhi. Ghafla redio ya Greenway inatoa taarifa kwamba wote watatu wanapaswa kutoka eneo hilo kwa sababu baadhi ya waasi wanaonekana kuelekea njia hiyo. Jane anasema kuwa hataondoka bila kuona kilichopo katika zebaki. Chris na Jane wanaanza kubishana, lakini Nick anahesabu mfumo wa puli ambao umeshikilia kitu chini. Anakipiga risasi na jeneza la ajabu linapanda juu. Ghafla baibui wanaanza kutoka kila upande wa pango na mmoja wao anamng'ata Chris na kumfanya changanyikiwe na kuanza kufyatua risasi ovyo ovyo. Nick anamwambia atulie kwa sababu baibui hao hawana sumu. Nick anaangalia ile jeneza na ghafla anaanza kuota ndoto kwamba Amenet amekuja kumuona. Anamwambia kuwa yeye ndiye aliyemweka huru, kwa hiyo ndiye mteule wake. Anarudiwa katika hali ya kawaida na Jane ambaye anamwambia kwamba wanapaswa kuondoka na kaburi hilo. Nick anaanza kutetemeka, lakini anapeleka ujumbe kwa Greenway ambaye anaamua kuwatumia helikopta kwa kusudi hilo. Jeneza hilo linapoinuliwa hewani, Nick anagundua kwamba kunguru wanalizunguka na kulifuata popote linapokwenda. Kisha Nick, Chris pamoja na Jane na Greenway wanafika katika uwanja wa ndege huku tufani ya mchanga ikiendelea kupiga. Wanalipeleka lile jeneza katika ndege, wanapanda na kuanza safari. Hali ya Chris inazidi kuwa mbaya, lakini hakuna aliyeweza kutambua. Kwenye ndege, Nick anaanza kuzungumza tena na Jane. Anasema kwamba huenda kweli niliiba ramani yako, lakini hisia zangu kwako ni za kweli. Jane hakujibu kwa sababu Nick anapenda kuiba na kuuza vitu vya kiarkeolojia bila huruma na hatambui kuwa vitu kama hivyo vinawakilisha kazi ya maisha yake. Jane anasoma maandishi katika jeneza ambalo yanasimulia hadithi ya Amenet, na wakati anayasoma
Nick anapata maono ambapo anaona katika ndoto yeye ndiye mtu ambaye Amanete anamtumia kumleta Seth duniani. Chris anainuka ghafla bila akili na anajaribu kufungua jeneza hilo. Greenway anamzuia walakini anamchoma kwa kisu, kisha anajaribu kumchoma Nick na wengine. Nick hakuwa na chaguo zaidi ya kumpiga risasi. Wakati huo maelfu ya kunguru wanafika bila kutarajia na kupita moja kwa moja ndani ya ndege na kuvunja madirisha na kuharibu injini. Wakati wa janga hilo, Nick anafaulu kumletea Jane parachuti na kumsukuma nje hadi katika mahali salama. Ndege inaanguka, kafa yeye pamoja na askari wengine wote katika ndege. Kisha Jane aliyekuwa na kiwewe kinoma anaomba kutambua miili ya wote wa ajali ya ndege. Wakati huo katika chumba cha kuhifadhia maiti, Nick anafuka kimeujiza akiwa ndani ya mfuko. Anashtuka kwa kile kinachoendelea, ila anageuka anamwona Chris akiwa amesimama kando yake. Anamtaka Chris aeleze kinachoendelea, lakini Chris anasema kwamba tayari anajua. Jane anafika na madaktari na kushtuka kumuona Nick akiwa hai. Kumbe kwa sasa Nick pekee ndiye anaweza kumuona Chris. Maafisa wawili wanafika katika eneo la ajali na mmoja wao analiona jeneza. Akiwa na shauku ya kutaka kujua kilichoko ndani, analifungua na kuona mabaki ya Amanete ndani. Anamuita mwenzake aje kuona, lakini ghafla Amanete anafuka na kuanza kumshambulia. Ananyonya uhai kutoka kwake, na anapofanya hivyo umbo lake la kimwili linaanza kuimarika. Anafanya hivyo kwa maafisa wengine na inafichuka kwamba mara tu anapofyonza uhai wa mtu, mwili wa mtu huyo unakuwa unatii amri zote za Amanete. Nick na Jane wapo bawa akijaribu kuumiza vichwa vyao ni jinsi gani Nick na yeye ameweza kunusurika katika ajali mbaya ya ndege, lakini hakuna hata mmoja wao aliyeweza kueleza. Jane anakuja na nadharia, anaeleza kwamba binti wa kifalme wa Misri alifutwa katika vitabu vya kihistoria kimakusudi na anafikiri Amanete ndiye binti huyo wa kifalme. Anafichua kwamba Amanete alitumia kifaa maalum kujaribu kumleta Seth duniani kikiwa na kito katika ukingo wake. Wanaakiolojia wanaamini kwamba kito hicho kilitenganishwa kutoka katika kifaa hicho maalum na baadaye kuibiwa na mpiganaji wa msalaba ambaye alizikwa na mmoja wa mashujaa wake. Anajua kwamba baadhi ya makaburi mapya ya wapiganaji yamegunduliwa hivi majuzi na anaamini kwamba kito hicho kinapatikana hapo. Anahitimisha kwa kusema kwamba wanaweza kuwa wameamsha mamlaka kubwa ya kwa bahati mbaya na kuifanya miungu kukasirika sana. Wakati Jane anaeleza haya yote, Nick anaendelea kumuona Chris kila mahali. Anaingia bafuni na kumuona Chris katika kioo. Nick alizani kwamba amepatwa na wazimu, lakini Chris anasema kwamba wote wawili wamelaniwa na Amanete na ikiwa Nick atafanya kila ambacho anapanga kukifanya, hali yao wote wawili itakuwa mbaya zaidi. Wakati huo Jane anampigia simu Henry na kumjulisha juu ya kile ambacho kimekuwa kikitokea. Henry anamwambia amlete Nick kwake na asimwambie Nick mambo mengi kumuhusu. Nick anatoka katika uchochoro na kumkuta Amanete nje pale. Maelfu ya panya humfuata na kumshambulia Nick, lakini kumbe yote ni maono ambayo Nick anayo na anayapata akiwa katika moja ya barabara yenye shughuli nyingi. Jane anamwokoa baada ya kutaka kugongwa na gari. Anamwambia kwamba nadharia yake ni sahihi, wameikasirisha miungu. Anamwambia kuhusu maono yake, lakini Jane anamwambia kwamba pengine alikuwa na sumu ya zebaki katika mwili wake. Haelewi ni kwa nini haya yote yanampata, kwa sababu ni muda mfupi tu umepita tangu alipozungumza kuhusu kukasirisha miungu. Anasema kwamba anahitaji kwenda kuliona jeneza lile kwa sababu atakapoona mifupa ya Amanete atakuwa na uhakika kwamba pengine haya tu ni mawenge katika kichwa chake. Wakati huo Amanete amenyonya uhai wa watu wengine kadhaa na kurejesha umbo lake la kimwili kwa kiasi kikubwa. Jane na Nick wanafika katika eneo la ajali na Jane anaelekea lilipo jeneza, lakini Nick anavutwa kuelekea kanisa lililo karibu. Anapata maono ya Amanete na anaporudi katika hali halisi anajikuta ndani ya kanisa. Watumwa wa Amanete wamemkamata na Amanete anafika kwa ajili ya kufanya tambiko kumleta Seth duniani. Anavunja sanamu na kutoa kile kifaa maalum cha Seth, lakini mara tu anapokaribia kumchoma Nick anagundua kwamba kile kito chekundu hakiko katika kifaa hicho. Anaanza kuchanganyikiwa. Jane anafika kanisani na Amanete anamfuata. Nick anaanza kupigana na ile misukule na kisha anakwenda kumwokoa Jane na wili hao wanatoka nduki haraka. Wanapokuwa akiendesha gari, Jane anahisi kwamba Amanete yuko kichwani kwa Nick kwa sababu anaonekana kuendelea kuwa hapo hapo. Nick hakukubali, lakini ghafla anagundua kuwa anaendesha gari kurudi kanisani bila hata kujua, akithibitisha kwamba ni kweli Amanete atakuwa kichwani kwake. Nick na Jane wanaondoka tena, lakini misukule ya Amanete inawafuata na kusababisha gari kuanguka. Amanete anafika haraka na kuanza kumshambulia Nick, lakini mara tu anapokaribia kumuua Jane, kundi la wanaume walio na silaha maalum wanafika na kumwokoa. Wanaume hao walimpiga Nick, kisha Nick anaamka na kujikuta mahali pasipojulikana ambapo anakutana na Dr. Henry. Inafichuka kuwa yeye ndiye mkuu wa jumuiya ya siri iliyojitolea kupunguza vitisho viovu vya kiungu. Dr. Henry mwenyewe ameambukizwa na hali mbaya ambayo huitenganisha mara kwa mara na dawa maalum. Kisha inafichuka kwamba Jane amekuwa akifanya kazi na Dr. Henry kwa wakati mrefu. Henry anamuonyesha Nick amemteka Amanete na wanajiandaa kumjaza mishipa yake kwa maji ya zebaki. Zebaki taganda na kumuua.
Amanit anazungumza na Nick na kumwambia kwamba Seti atakapomiliki atakuwa kiumbe asiyeweza kufa na atakuwa na uwezo juu ya uhai na kifo. Atakuwa malkia wake na watatawala ulimwenguni kote. Nick anashikwa na mawazo, anaona kama Zebaki imeanza kumchoma Amanit. Nick anamsihi Henry asimuue, kitu ambacho kilimshangaza sana Henry. Kisha wanaume wa Henry wanakiona kile kito cha kwenye kile kifaa maalum. Kisha Amanit anamueleza Jane kwamba kile kifaa kito pamoja na Nick mteule wake wote wanakaribia kuwa katika kituo hiki. Jane anatambua kwamba Henry anataka kuruhusu Seti amiliki Nick ili awe katika umbo la binadamu na aweze kumuua. Anamkabili Henry kuhusu hilo, lakini Henry anamwambia kwamba Nick ameshakwisha kufa kwa sababu amelaniwa. Nick anakasirika na kuchukua dawa ya Henry mpaka atakapobadilisha mpango huo, lakini hii inasababisha Henry kugeuka na kuwa na muonekano wa ajabu. Jane na Nick wanakimbia huku chumba kikianza kujifunga ili Henry aweze kubaki ndani, lakini Nick naye anaswa ndani. Wakati huo Amanit anamtumia mlinzi kujiokoa. Baada ya pambano kadhaa, Nick anafanikiwa kumpiga Henry na kumdunga dawa yake. Akiwa na hasira na mtupa kando, Jane anafika na kumwambia kwamba wanapaswa kwenda katika makaburi ya wapiganaji na kukiharibu kito hicho. Mara tu kito kitakapotoweka, ibada haiwezi kufanya na laana itatoweka. Wawili hao wanaelekea makaburini. Amanit anaita mamlaka yake yote na kusababisha dhuruba kubwa ya mchanga kote London. Nick na Jane wanatengana na Chris anatokea akimwambia Nick amfuate kwa sababu anajua mahali ambapo kito hicho kipo. Inafichuka kuwa Chris alikuwa anadanganya tu, bali alitaka kuwapeleka Nick pamoja na Jane kwa Amanit. Wakati huo Amanit anatumia uwezo wake kuzifanya maiti za wanajeshi wapiganaji kuwa watumwa wake, kisha wanamsaidia kumkabidhi kile kito. Huko London chini ya ardhi, maiti za Amanit zinawavamia Jane, lakini Nick anafika kwa wakati na kumwokoa. Lakini maiti moja inawasukuma kwenye ukuta ambao uliwapeleka katika sehemu ya chini kabisa ya maji ya kaburini. Nick anamwokoa Jane kutoka kwenye maji, lakini Amanit anatokea nyuma yao na kumburuta Jane ndani ya maji. Nick anawafuata, lakini hakuweza kushikilia pumzi yake kwa muda mrefu. Anarudi juu kupata pumzi na kisha anazama tena na kukuta mwili wa Jane ukiwa unaning'inia kwa mbali. Anakaribia kumfikia, lakini maiti zaidi za wapiganaji zinaonekana kumfuata. Anafanikiwa kuogelea na kuupeleka mwili wa Jane juu, lakini amechelewa, tayari amekufa. Amanit anatokea na kuanza kumfariji. Anamwambia msahau Jane na kubali kumpenda yeye, lakini anapoendelea kumtazama anakasirika. Anamwadhibu kwa hilo, lakini wakati wa ugomvi huo anafanikiwa kumuibia kile kifaa maalum. Anataka kukiharibu kile kito, lakini Amanit anamkumbusha kwamba ikiwa ataruhusu Seti amiliki atakuwa na uwezo juu ya kifo pamoja na uhai. Nick anatambua kwamba hii ndio nafasi pekee ya kumwokoa Jane, anajichoma kisu. Seti anachukua mwili wa Nick na anadai kwamba anampenda sana Amanit. Nick hakuwa na chaguo lolote katika swala hilo, lakini kuonekana kwa mwili wa Jane kunamrudisha Nick katika udhibiti. Nick anatumia uwezo wa Seti kuchukua uhai kutoka kwa Amanit na kupulizia ndani ya Jane. Jane anarudiwa na uhai na mara moja anamtafuta Nick. Anamwona amejificha katika kivuli na kumsogelea, lakini Nick anamwambia akae mbali kwa sababu hajui alivyo na hataki kumuumiza tena. Anamwambia anampenda na kwamba anatamani wangekuwa na wakati zaidi, kisha anaondoka kabla Henry na watu wake hawajafika hapo. Kisha Henry na Jane wanaanza kujadiliana mahali ambapo Nick anaweza kuwa. Henry anasema kwamba kwa sasa yeye ni kiumbe wa ajabu, lakini sehemu yake ambayo bado ni ya kibinadamu itaonekana kote ulimwenguni kitafuta tiba. Nchini Misri, Nick anajiandaa kupanda jangwani kuelekea katika piramidi pamoja na Chris ambaye alimfufua. Wawili hao wanasafiri jangwani na dhoruba kubwa ya mchanga ikimfuata Nick kutokana na nguvu zake. Harakati zake za kutafuta tiba yake zimeanza na movie yetu inakwisha. Naamini kwamba umeipenda, basi usiache kulike na kisha kusubscribe katika channel yetu.